Karibu tena, tuianze movie yetu hii hapa kali sana. Bwana, kuna washikaji waliiba mkoba fulani hapa bibie. Lakini dada wakati anawakimbiza, bwana pale mbele akakutana na gari, lakini mwisho siku gari ile ikawa tayari imeshamgonga. Mchizi anatoka hapa mbele, nashangaa kuona bibie yuko chini. Atafanyaje? Ikabidi aite msaada haraka waweze kumpeleka hospitali binti huyu. Hospitali ni hapa. Daktari anamtazama. Binti amepata majeraha. Mwamba anasema alikuja tu mbele ya gari nikamgonga, vitu kama hivyo, lakini sina kosa lolote yani. Basi dada baadaye akaja kuamka. Alipoamka na shangaa, anajiuliza jamani, niko wapi hapa? Ikabidi wampatie maelekezo kwamba uligongwa na gari na huyu ndio mhusika mwenyewe ambaye alifanya tukio hilo. Mchizi akawa anajitetea akasema hapana, huyu dada alipita tu mbele yangu. Yaani alikuja katika gari wakati anakimbia, sasa mimi ningefanyaje? Ndio maana ajali imetokea pale. Lakini baada ya yote kutokea, ikabidi mchizi aweze kutoa msaada kwa sababu ni binadamu wa kawaida, alafu yeye ndo amehusika kufanya yote haya. Basi kwa kuwa mkono wake mbovu na matatizo, akawa anamsaidia kitu fulani hivi ili mradi aweze kula. Dada huku pembeni kuna binti mwingine anapiga simu. Huyu dada anaitwa Oliva, alafu ile dada pale ambaye amegongwa anaitwa Ifunanya. Basi dada akapata wasiwasi kweli kweli, anapiga simu na dada yake ipatikani. Anajiuliza Ifunanya amepata matatizo gani? Lakini Ifunanya yuko hospitali. Leo mchezi yuko hapa, anaamka ni asubuhi, kuna simu fulani hapa inaingia. Anasema wewe wahi ofisini bwana, muda umefika, hebu amka basi ujiandae. Ni mchezi wake, ni yule daktari ambaye siku ile walikuwa wote pale hospitali. Lakini leo Mwamba anakuja hospitali, anashangaa mgonjwa haoni, hamuoni hapa. Anauliza wewe, mbona huyu dada kaondoka bila rusangu? Akasema ni shoti, huyu dada ametoroka hapa. Yaani alivyojisikia tu vizuri ikabidi aondoke. Akasema wewe, kwa nini umefanya hivyo? Mimi nilihitaji niongee naye walau nimpatie pole na vitu kama hivyo. Mwamba amekasirika sana. Lakini je, ni pole tu au kuna vitu vingine? Ifunanya huyu hapa anarudi katika geto ambalo amepanga. Mdogo wake anamuuliza vipi? Hebu niambie nini kimetokea? Akisema yani weze amini nimepata ajali. Akisema we ajali? Akisema ndio kama hivi ambavyo naona. Lakini huku kuna mzee huyu hapa anaitwa Chief. Anambia mwanangu, sasa ni muda wa kuoa. Chief anasema sawa, lakini nikipata mwanamke sasa hivi nitaoa. Sasa kwa nini unataka unilazimishe nioe sasa hivi au niletee mwanamke mwingine? Akamwambia sikia, mwaka huu lazima uoe, utake usitake. Akasema mzee, unachokifanya sio sahihi. Mimi nikipata mwanamke ambaye nampenda nitamoa. Hebu kwanza ngoja niondoke. Lakini yule mchezi anaitwa Devi akawa anapiga simu hapo kwa Ifunanya. Simu imeingia. Akasema samani, naomba tuongee kidogo. Akasema tuongee vitu gani? Wewe umenigonga umeondoka pale. Akasema sawa, lakini yale yote ambayo yamepita nimekosea. Natamani tupate muda tuweze kuongea. Dada akakata simu. Hahitaji tena kuongea na yule mchizi anaitwa Devi. Lakini Devi akawa anamsumbua sana kuweza kumpigia simu ili mradi aweze kuongea. Mdogo wake Oliva yuko pembeni. Anasema sikia, kama mwanamume ambaye humtaki huyo dawa yake nipatie mimi hiyo simu. Si akaichukua. Akasema sikia, umemgonga dada yangu alafu nataka ujipendekeze hapa, si ndio? Sasa sitaki umpigie tena, kuanzia leo ukome. Bwana mchizi akachoka. Pengine amempenda yule binti Ifunanya. Lakini ndio hivyo itakuwaje? Leo yuko ofisini hapa, kuna kidada fulani hivi kimekuja. Anamuuliza, umeniletea chakula? Akisema ndio, nimekuletea chakula boss. Alafu unajua kuna mazungumzo nahitaji tuongee. Sikiliza, mimi nakupenda. Chiza akisema mimi sihitaji mazoea nawe. Akisema sasa kwa nini unanikataa vitu kama hivyo wakati mimi nakupenda? Nilete tu chakula kwa ajili yako. Baadaye dada anatoka hapa, lakini mchizi anapiga simu tena. Lakini leo amebadilisha sauti. Dada akakubali kuongea. Akamuuliza unaitwa nani? Akasema mimi naitwa Ifunanya. Chiza akasema sawa, mimi nimekosea tu, nime long number, lakini napenda tuendelee kuwasiliana kwa sababu na sauti nzuri. Dada akasema hata wewe pia una sauti nzuri, kwa hivyo tunaweza tukawa tunaongea kama hivi. Ni mchizi ule Devi, lakini amebadilisha sauti kwa kujifanya amekosea namba kwa namba nyingine. Bwana, hii ni hatari. Leo kuna kidada kingine kinakuja ofisini kwa Devi. Kimevaa nguo ya ajabu kinyama, lakini mchizi amekitazama. Hapa pembeni yuko rafiki yake anaitwa Michael. Asema mchizi wangu, inabidi utafute mwanamke. Akasema yani faza ananikomalia kweli kweli, lakini sijapata mwanamke. Akasema hebu angalia bwana, ofisini hapa kuna mabinti wengi tu wazuri. Kwa nini usipate mke wa kuoa hadi unamwazisha mzee wako? Fanya hivyo bwana. Bwana mchizi leo anarudi hapa.
Anashangaa kuna binti ana mrembo anaitwa Melina kaingia. Anasema nimefika hapa, baba ameniambia nije kukusaidia vitu fulani fulani na ikiwezekana tuwe pamoja humu ndani. Je, unasemaje? Akisema mimi sihitaji msaada wote. Kwa nini uje wakati mimi sikuruhusu? Basi sawa, hebu ingia tuone kitu gani ambacho umefuata. Ni hatari. Dada amekuja kumsaidia majukumu ya kazi. Inasemekana mzee ndio amemtuma. Huyu dada anaitwa Melina. Ni kweli majukumu ya kazi? Basi Deo ikabidi amuulize mzee hii ikoje? Akisema sikiliza kijana wangu, nimemleta huyu binti ili mradi mweze kutengeneza urafiki, alafu mwisho wa siku muoe. Mwamba akasema hapana baba, unajua mimi mwanamke ambaye nampenda hana tabia kama hizi, namtaka mwanamke mwingine. Mzee akasema hapana, msome kwanza huyo. Ni ngumu, lakini mcheze ikawa inabidi anawasiliana yule dada ambaye alimgonga, lakini kwa sauti nyingine na namba nyingine. Kajifanya kakosea namba na bibie kapenda sauti bwana. Wakawa na chati kimahaba sana, kana kwamba mapenzi kati yao yameimarika. Leo kuna simu inaingiita hapa. Anayekuja hapa ni binti yule ambaye anaitwa Melina. Melina alipopokea simu hii, aliyepiga alikuwa Ifunaya. Akamwambia sikiliza, usije ukampigia tena simu mume wangu. Huyo mume wangu ameoa na mke wake ni mimi. Kwa hivyo please, naomba sana uache kujipendekeza kwake. Sijui umenielewa? Alafu mwisho siku akata simu. Hii inamaanisha nini? Kasharibu kila kitu. Anafika hapa sema simu yako ilikuwa naita. Mchiza akisema we kama umepokea tutagombana. Lakini dada alikuwa kashapokea tayari. Chizi baadaye anakuja kumpigia simu Ifunaya hapokei kabisa. Amekasirika ya kwamba kumbe mchizi ameoa. Sasa kama kaoa, yeye anamtafuta ili iweje? Ndio kitu ambacho dada Melina amekifanya ili mradi kuweza kuwatenganisha hawa. Lakini Ifunanya alikuwa tayari ameshampenda. Asema jamani, huyu mwanamume nimeanza kumpenda ndani ya wiki 2 tu. Lakini sasa hivi kumbe alikuwa anandanganya muda wote huu. Rafiki yake au mdogo wake yuko hapa, anaambia kama amekudanganya basi akupendi. Akasema sawa, lakini mimi tayari nimeshampenda. Bwana, hii kesi ni ngumu. Dada usiku wa manane yuko hapa anawaza sana. Kumbe mwanamume ambaye alikuwa anampenda ndio hivyo. Mwanamume mwenyewe naye yuko hapa. Pia na mawazo sana. Itakuwaje kama Ifunaya kakataa? Kidogo Melina anafika hapa, kavaa vazi la ajabu. Ambia sikiza nikwambie basi, usiwe na mawazo sana. Unajua mimi nakupenda, alafu hata baba yako amenikubali. Sasa kwa nini hautaki kuruhusu moyo wako kunipenda? Ikabidi amsogelee kumpiga kisi. Kumbuka mchizi ana matamanio na ni muda mrefu hajawahi kufanya mapenzi. Kilichofuata hapa wakazama kitandani. Dada Melina anajikagua kisha anamkagua mchizi. Wameshafanya tayari, anafurahi na hiki ndio kitu ambacho alikuwa anakihitaji, labda atapendwa. Asubuhi dada anaingia hapa anasema baby, kuna vitu fulani nimeandaa kwa ajili yako, please uko tayari? Rafiki yake yuko pembeni hapa, akawa anafurahi sana. Baadaye kabidi amuulize rafiki yangu, ina maana tayari mshakuwa wapenzi? Mimi nilikwambia utakuja kupata mwanamke hapa. Mchizi asema bwana wewe acha. Lakini leo bibi Ifunanya yuko zake hapa kazini kwake, anauza chakula. Kidogo mchizi anafika. Alipofika akasema ni wewe? Akasema jamani, huyu ndio yule ambaye nilikuwa nawasikia naye katika simu. Bwana Mungu wangu, kumbe mwanamume ambaye amemgonga ndio mwanamume ambaye alijifanya melong number, lakini mwisho wa siku alimpenda tu. Upendo wao ikabidi waketi chini sasa amuulize, kumbe unafanya biashara hii? Akisema ndio, mimi nafanya hii biashara ili mradi naweze kupata 200 maisha yaweze kwenda. Basi bwana, leo bibie Melina alipofika hapa akamkuta mchizi anafoka kinyama. Anaambia kwa nini ulipokea simu yangu? Kumbe ulimwambia yule dada ya kwamba mimi nimeoa. Hivyo na kichaa. Na anasema jamani, kwani hapo shida iko wapi? Mimi na wewe si wapenzi. Akisema we usije ukanigusa, alafu toka katika ofisi yangu. Mimi yule mwanamke nampenda sana. Kifupi dada Melina kaza nayo. Mchizi akaja moja kwa moja katika geto la Ifunaya. Dada anapambana. Ni mpishi tu wa chakula, mama ntilie ni short, lakini geto lake kifupi liko vizuri. Mwamba leo kaja kumtembelea, baadaye akakamata mkono hapa, akamwambia nakupenda. Dada akatoa sauti fulani jamani. Bwana mchizi akawa ameipenda sana ile sauti, akisema nimeipenda hiyo sauti ambayo ametoa. Je, unaweza kuirudia? Ni hatari. Lakini aliporudi nyumbani
akamkuta Melina yuko zake kitandani. Anamuuliza, wewe kitandani umefuata nini? Akasema, hiki ni kitanda cha mume wangu. Akasema, sikia, mimi sikupendi na sikuhitaji. Akasema, niko hapa kwa ajili ya upendo na ndoa yako, kwa nini usinipende? Mama akasema, na mwanamke mwingine. Akasema, sawa, lakini mimi ni chaguo la babako. Akasema, sawa, toka wewe na babangu, sitaki kuelewa chochote kutoka kwako. Bebe ikabidi atoke, lakini analalamika kweli kweli, utanikumbuka juu ya yote ambayo umeyafanya. Lakini leo ni siku nyingine. Ifunanya yuko na mcheza hapa Devi. Wapo katika gari. Mwamba anaambia, sikia, unajua upendo wangu mimi nahitaji tufike mbali, ikiwezekana nikoe. Dada akasema, sawa, mimi nakusikiliza wewe, sina sababu yoyote ambayo kama kipingamizi video yako. Mchiza akasema sawa, lakini kidogo kuna simu inaingia. Hii simu inatoka kwa mzee Chief, baba yake na Devi. Mzee anamuita afike nyumbani haraka. Mwamba ikabidi mwage, akamwambia, sikia, baba ameniita, lakini wacha nifike mara moja, tutaonana wakati mwingine. Huko nyumbani Melina amekuja kulalamika. Anasema, yani mtoto wako amenikataa, amenifokea na kunitukana. Anasema anipendi kabisa. Kidogo mchiza nafika. Alipofika kamuliza, hebu niambie nini kinaendelea? Mwamba akasema, baba, kiukweli mwanamke simpendi. Akasema, unipendi nimefanyia kosa gani? Akasema, hamna kosa ambalo nimelifanya. Akasema, sawa, sasa kama kosa hamna, kwa nini usinipende? Mimi nakuhitaji. Mzee akasema, jamani, hebu niambie nini kinaendelea? Akasema, sikia, mimi niko na mwanamke wangu mwingine ambaye nampenda. Kidogo mzee akapatwa hali mbaya ya kiafya, ikabidi aletwe hospitali moja kwa moja. Huyo mzee ana sukari, alafu pressure iko juu sana, na ndio maana anatamani walau mwanae aoe mapema amuone. Baadaye mzee anakuja kuamka hapa, anatazama pembeni kuna vijana wake. Akasema, hebu niambie msimamo wako ni upi? Dogo akasema, msimamo wangu nitaoa yule mwanamke ambaye ninampenda. Akasema, kwa hivyo una mwanamke? Ndio. Sasa nahitaji ukaniletee huyo mwanamke ambaye wewe unampenda. Dada anasema, huyo hana mwanamke. Akasema, no, naye. Akasema, kama unaye mimi nakupenda. Akasema, sikiliza, mimi na wewe hatuwezi tukapendana hata siku moja. Kidogo mzee akasema, jamani, moyo wa mtu uache ufanye chaguzi. Kwa hivyo mwanangu, na kuruhusu nenda kamlete huyo mwanamke ambaye wewe unaona ni sahihi zaidi kwako, lakini mimi nahitaji uoe kabla sijafa. Melina akaona hii ni ngumu, ikabidi aondoke, lakini dogo akamwambia, baba, nakuletea sasa hivi hapa. Bwana, ni bonge la surprise. Lakini dada alifika hapa. Alipofika dogo ikabidi aseme, huyu ndio mwanamke wa ndoto yangu. Mzee akamtazama akasema, binti yangu, kweli unampenda kijana wangu na uko tayari kuolewa naye? Dogo asema, huyu mwanamke ananipenda sana mzee, hata usiniulize kuhusu hilo. Basi ikabidi mzee awabariki, akamwambia, kama hilo ndio chaguo lako, basi mimi nahitaji umuoe, na nitafurahi sana endapo huko nitakapokuwa kaburini, basi wewe mwanangu ni kuone umefanikisha, umefunga ndoa ile. Basi baadaye mzee aliweza kufariki. Yeye alichokuwa anahitaji ni mtoto wake apate mke wa kumwoa. Mwamba amelia kweli kweli, lakini binti mrembo Ifunanya yuko pembeni, anaambia, sikiliza, kila kitu kinapita, wakati wake umeisha, kwa hivyo tusonge mbele, lakini pembeni niko mimi hapa. Akasema, sawa, na ninafurahi kuwa na mwanamke mrembo kama wewe ambaye unanifariji nyakati zote. Ni hatari, lakini leo kuna mwanasheria amefika. Akasema, kuna dokumenti hizi hapa nimekuletea. Hizi dokumenti ni kwamba utajiri wote wa baba yako amekumilikisha wewe, lakini alikuwa hahitaji kufanya hivyo hadi upate mwanamke wa kumwoa. Wanadogo anaposoma, nyumba zote, kampuni na kila kitu ni cha kwake, lakini mzee alikuwa hataki kumpatia mapema hii hadi pale ambapo ataoa. Leo Ifunanya akamleta mdogo wake Oliva katika jumba hili hapa. Akasema, jamani dada, ona haya ni maajabu. Akawa ananisanesa katika siti pale. Kidogo mchiza nafika hapa. Akasema, shemeje, karibu sana, na hapa ndipo nyumbani kwangu. Lakini leo mara baada ya ndoa kukamilika, dada narudi nyumbani, anakuta bonge la surprise, mapambo na vitu kama hivyo hapo vya kimahaba zaidi. Dada namtazama akasema, sikia, nimekuchagua kuwa mke wangu. Dada akasema, hata mimi niko tayari kuwa mume wako katika maisha yetu yote. Basi Chiza akamwambia, nakupenda, hebu twende juu tukafanye mambo yetu. Ndoa imepita, upendo umekamilika, lakini mwisho wa movie hii, hebu tuambie
umejifunza kitu gani? Weka comment hapo chini kisha subscribe. Tukutane katika movie ijayo.